Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehma na amani kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tunashukuru kama wakazi wa eneo la Kisurani, tunamkaribisha shekhe wetu aweze kutuelezea yale aliyoweza kutuandalia. Ustadhi, karibu sana Masjid Rahmani au Madrasatu Rahmani Kisurani. Naam, tena kwa mara nyingine, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah, nimefurahi. Kwanza nawapa pongezi na pia nawapa pole vile vile, manake si wakati wenu wa kutoka sasa, si ndio? Tadi nilimfahamisha kwamba nitakuja, ndo akawazuia mpaka sasa mkawa mwanisubiri. Alhamdulillah, tumefika salama. Njia kidogo tumpata mitihani na usafiri wetu pikipiki, lakini alhamdulillah tumefika salama. Mimi nimekuja tu kupeana majuzuu hapa, kupeana majuzuu. Kuja majuzuu hapa, nikasema watoto wangu hawa niwachukulie nini chengine, ndo nikasema tanchukue hizi maboksi ya biskuti nafikiri ndani. Sawa lakini kabla sijaziacha juzuu hapa na biskuti kugawanywa, niulize masala mawili matatu kidogo, alafu masala ya dini yetu. Sisi tutasoma sisi, ndio tutaulizana, alafu baadaye tutashika njia. Kwanza nataka mmoja aje hapa mbele anaambie hivi sasa tupo katika mwezi gani? Hivi sasa tupo katika mwezi gani? Acha mwezi wa kizungu na mangusho stadi wenu jamani. Haya. Uko mwisho unajua? Na? Katika mwezi kama huu kuna tukio kubwa limetokea, sawa? Tukio gani hilo? Kwa haraka haraka tujibu, ni tukio gani? Hijra Mtume, si ndio? Haya, hebu tuambieni jamani, Mtume aligura vipi? Kaifa hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina. Haya, haraka haraka basi, muda umekwisha. Mtume aligura vipi kutoka Maka kwenda Madina? Bismillah, njoo hapo mbele, hata usiogope, njoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fauzia bintu Hashim. Alijawab, Bismillahirrahmanirrahim. Alijiandaa Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshikie, kwa kugura hina kashafa Allahu lahu makra Quraishi, wakati alipomfunulia Mwenyezi Mungu, wakati alipomfunulia yeye Mwenyezi Mungu vitimbi vya Makuraishi. Fa amara Ali an yabida ala firashihi, alimwamrisha Ali alale juu ya godoro lake. Thumma kharaja sallallahu alayhi wasallam, kisha akatoka Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshikie. Wal mushrikuna ma'a iblisi bi surati Shaykh an-Najdi, na washirikina pamoja na Ibilisi kwa sura ya mzee wa Kinajidi. Winda baba baitihi, mbele ya mlango wa nyumba yake. Fasahabahu Abubakar, akafanya urafiki naye Abubakar. Wabada fil ghari, na akalala katika pango. Shukran, mashallah, jazakallahu alkhaira. Ni kweli Mtume ndivyo alivyogura, si ndio? Ameongea Kiarabu na mimi Kiarabu sikijui, lakini pia alivyotafsiri ndo nikawa nipata kujua. Mashallah, kumbe huku pia Arabu wako. Mashallah, ifa bata nikajua bata yule bata ndege. Kumbe bata nkulala. Maswahaba waligura vipi maswahaba?
kwa kujificha jificha, si ndio? Kwa kujificha ili wasionekane. Kuna maswahaba kadhaa wawili hivi waligura wazi wazi kabisa live. Hebu mtu atusaidie ni yupi hiyo? Mmoja hapo kama tutamkumbuka. Mani ladhi hajara ala niyatin, nani aliyegura kwa kujitangaza live? Sasa hivi wanawake mbona wamechangamka? Mzee vipi? Mbona umenyosha mkono afu kageuka nyuma kamuuliza mtu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi aligura Omari radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee. Hajara swahaba radhiyallahu anhum, waligura maswahaba radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee. Muhtafina, kwa kujificha, illa Umaru, isipokuwa Umar radhiyallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee. Fa innahu, hakika yake yeye, kharaja ala niyati, aligura kwa kiwasiwasi. Wa dhahaba ila alqaba, na akaenda kwa alqaba. Waqala, na akasema, wa man aradani bishaiin, yule atakayenitaka mimi kwa kila kitu, falyattabi'un, basi anifate mimi. Waraa hadha alwadi, nyuma ya hili jangwa. Falyattabauni ahadun, hakumfuata mtu yoyote yule, walijua ataenda kuuawa. Kampe na yule Omar ndivyo alivyogura. Swahaba pekee ambaye amegura si kwa kujificha ni Omar ibn Khattab, si ndio? Yeye akaenda akajitangaza, akatufa al-Kaaba pale, alafu akasema hayo maneno. Tena akasema, mwenye kutaka mtoto wake aitwe yatima anifuate mimi. Mtu mwenye kutaka mkewe aitwe mjane anifuate mimi. Kwa nini anasema mtoto wake akitaka kuwa yatima? Manake ataenda kummaliza, kumua, kama alivyotuambia huyo dada yetu hapo, si ndio? Mashaallah. Haya, kwa kuwa muda umekwenda muda sana, mimi maswali mengi nitayaacha, lakini mwisho tu labda, hijra mtume, tumejifunza nini katika hijra kama hii? Sisi kama wanafunzi, hijra mtume tumejifunza nini? Mafunzo tuliyopata katika hijra mtume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Ismi Rashid bin Juma. Mafunzo ambayo kwamba tumepata katika hijra ya mtume ni kwamba, tukitazama funzo la kwanza, baada ya hijra kuna hukumu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu aliziteremsha, na ikiwemo ni swaum, kuna haji ambapo kwamba watu wanaenda kuhiji Maka, na swaum na haji hivi ni vitu ambavyo kwamba tunavifanya katika dini yetu sahihi. Kwa hiyo ni kwamba baada ya hijra Mwenyezi Mungu ametuteremshia ibada. Hilo ni funzo la kwanza. Na pia funzo lingine, wakati mtume anagura, anatoka katika nyumba yake, kuna wale makuraish, mahasidi wa Kikuraish walizunguka nyumba ya mtume ili kummaliza kwa mapanga. Walikuwa wameshika mapanga, wanataka kummaliza mtume, lakini kwa uwezo wa Allah mtume akasoma suratu Yasin. Sasa wakati anatoka katika nyumba yake akawa anasoma suratu Yasin, na wale mahasidi wakashikwa na usingizi, ikiwemo Ibilisi ambaye tunaambiwa alikuwa amejifisha mwili wa mwanadamu. Kwa wale mahasidi wa Kikureshi pamoja na Ibilisi laanatullahi alayhi akalala. Kwa katika hiki kisa ama katika hili jambo tunapata kwamba suratu Yasin inaweza kuwa kinga katika mambo mabaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashaallah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran, safi sana. Mafunzo mengi sana, lakini kwa uchache ni haya.
Haya, swali la mwisho hili. Tarehe ya Kiislamu ilianzishwa na swahaba gani?